Sasa tulizungumza habari ya vizuizi vya maombi, lakini kwenye kizuizi cha maombi ambacho tulizungumza ni swala la, tulisema kuna kuzuiliwa kwa sababu ya roho za familia, ndio ambao sasa tutakuja kuingia kwenye maombi yale ya siku 42 zile wiki mbili. Kuna roho za familia. Kuna wakati mwingine tutaka kuendelea mbele, lakini kuna roho za familia zinaweza zikatuzuia tusiendelee mbele kwenye maono yetu. Mimi nilitolea mfano wangu, roho ambazo zilikuwa zinatutesa ni umaskini. Kama hutapambana na roho ya umaskini ikaondoka, hata uweke ndoto kubwa kiasi gani hutafikia malengo. Hata umepewa, mimi ngoja niwapeni siri moja. Nilikuwa na mwalimu mmoja, yeye huyu mwalimu yeye peke yake ndo amesoma na ni mwalimu. Lakini yeye ndio ikitokea baba anaumwa, shangazi anaumwa, niye anaumwa, wote wanamwangalia yeye. Kwa hiyo ule mshahara wake wote ni kulipa madeni na kusaidia ndugu. Mtu wa namna hii manake kuna roho zinafuatilia, na akipokea tu mshahara ndio anapokea simu. Jamani, mama yako sio amefanya nini? Jamani, sio shangazi yako amefanya nini? Ile roho ya umaskini inasababisha hata yule basi amefanikiwa asiweze kuendelea mbele. Jamani, amina . Sasa usipopambana na hizi roho za umaskini, utashangaa kwenye maisha yako kile unachokifanya kinaenda kupotea, yani kinapotea kwenye zile roho zinanyonya. Kwa mfano, roho moja wapo maskini. Neema alikuwa anasema ameshuhudia mtoto wake kila mwezi anafanyaje? Analazwa hospitalini. Hiyo ni roho ya umaskini. Maanake unapoenda kule ni gharama. Sasa kuna mtu akishika pesa ndio watoto wanaugua. Kuna mtu akishika fedha ndio jambo, au sio nani kavunjika mguu, sio nani natakiwa pelekwe hapo, sio nani natakiwa afanywe hivi. Kwa hiyo unakuta zile roho zinanyonya ule uchumi wa familia. Kwa hiyo unakuta maisha yako labda unatakiwa ufike mahali fulani unakuta ufiki. Sasa moja wapo ya roho ambazo tunakuja kupambana nazo, kizuizi cha maono ni kupambana na roho za familia. Moja wapo roho za magonjwa, roho za mauti na roho za umaskini. Jamani, amina . Tuko pamoja. Lakini tukasema pia uchawi na ushirikina na nguvu za giza zinaweza zikawa sababu ya wewe kuto kuendelea mbele. Kizuizi hicho kinakuzuia, na hii inawezekana mahali unapoishi, familia uliotokea, zile madhabahu za ile familia. Unajua kuna madhabahu, kuna familia zingine kupractice uchawi na ushirikina ni utamaduni. Yaani uchawi na ushirikina ni utamaduni. Ni kama vile Wamasai wanacheza ngoma za kienyeji namna hii. Tunaona hapa tunapishana barabara wanacheza hivi. Yaani wamelelewa hivyo. Kwa hiyo unakuta uchawi na ushirikina ni utamaduni. Mtoto analelewa akiwa kwenye tabia za ushirikina na uchawi. Kwa hiyo unawezekana ukawa una maono, lakini nguvu za giza, uchawi, ushirikina ukazuia nini? Maono yako usiendelee mbele.